lakini Yesu alishinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana shetani naye atakuja kwako kukujaribu kupitia maneno haya. Biblia hii, shetani atakujaribu. Usipomshinda utaenda naye motoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usipomshinda shetani utaenda naye wapi? Motoni. Ukimshinda utaenda mbinguni kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima kanisa turudi kwenye Biblia. Biblia inasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema nini? Tuishi Biblia inasema nini? Na neno lote. Bwana Yesu asifiwe. Sio neno moja lote. Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kama wewe soma Biblia kuanzia mwanzo maliza mpaka Ufunuo maliza. Tena rudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kama uchumi Biblia, utajuaje mapenzi ya Bwana wako? Utajuaje Mungu anataka nini? Utajuaje Mungu anataka ufanye nini duniani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utajua. Wazi ukajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa lazima usome. Na unaposoma lazima ukumbuke Roho Mtakatifu ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yeye atakufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa yeye amesema katika kitabu cha Yohana sura 14, ngoja tusome mstari wa 26. Yohana 14:26. Nilitaja tu, ngoja tusome. 14:26 Yohana. Anasema hivi: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Anatufundisha yote na kutukumbusha yote. Kwa mafumbo yote ya Mungu yeye atayafunua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine tunapata kanisani, wengine anafunuliwa moja moja. Kwa maana mwingine akapewa mwinjilisti, mwingine kuwa mhubiri, kuwa nabii, mwingine mchungaji, mwingine mwalimu, ili kusudi wafanyaje? Tukishakutana hivi kila mmoja atoe ya kwake tupate kuchangana. Na ni Roho Mtakatifu ambaye anawapa wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amina. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 20. 33 mstari wa 20. Kutoka 33 mstari wa 20. 33 mstari wa 20. Biblia inasema, kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome na Isaya sura 35 mstari wa 15. Sura 33 mstari wa 15. Isaya. Anasema samani ni 33 mstari wa 14. Anasema wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa, tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Bwana Yesu asifiwe. Musa anaambiwa mwanadamu hata niona hata muona Mungu akaishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu alimwambia Musa vile? Kwa sababu tulikuwa ni wenye dhambi kabla Yesu ajaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana hata watakatifu waliokufa zamani walikuwa wanawekwa hapa uzimuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu alipokuja akawahamisha, akawatoa kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa anasema mwanadamu hata niona akaishi. Maana sasa
ni kwamba wanadamu alikuwa sio mkamilifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Isaya anasema ni nani atakayeweza kukaa na moto utekeulao na moto uteketezao milele? Maana Mungu ni moto ulao alafu nateketeza milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu Kristo alipokuja ndo akatusafisha sisi wanadamu, tukaa na uwezo sasa wa kwenda kukana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana nini? Yesu ile damu yake ambayo ilimwagwa msalabani ndio inatusafisha sisi dhambi yote na kutufanya sisi kuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kutufanya sisi twende tukakae na nani? Na Mungu. Sijui kama nimeeleweka hapa. Naeleweka upendo? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ndiye anayetusafisha sisi na kututakasa kabisa, ili sisi tukamwone nani? Mungu. Kwa kupitia damu ya Yesu tunasafishwa, tunatakaswa, tunakuwa watakatifu kama Mungu. Maana alisema yeye watakatifu kama Baba yenu aliye mbinguni alivyo nani? Mtakatifu. Sasa kama wewe sio mtakatifu kama Mungu alivyokuwa mtakatifu, ukifa unakasogea pale, ni kwamba unateketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaenda kufanyaje? Kuteketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kama una dhambi yoyote, ni kuitubu, ni kuiacha, ni kuishinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Biblia inasema mngefanya vita mkishindana na dhambi hata kumwaga damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kushindana na dhambi na kuishinda. Dhambi ikikushinda, ukienda mbele za Mungu unateketezwa. Hata kama ulikuwa unaingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaoenda pale ni watakatifu kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani utasema mimi dhaifu, wewe usiseme wadhaifu. Sisi wadhaifu. Kwa Mungu hakuna vidhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema hakuna chochote kilicho kidhaifu, kinyonge kitakachofanyaje? Kitakachoingia. Kwa hiyo nyonge anatoka kwa nani? Kwa Shetani. Ndio anasema lazima wewe usichukue sifa za Yesu au sifa za Mungu. Kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, lazima ufanane na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana anasema kama yeye alivyo na sisi ndivyo tulivyo ulimwenguni humu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kama yeye alivyo. Hapo anasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, wala hawezi kutenda dhambi, kwa kuwa amefanyaje? Amezaliwa na Mungu na Mungu anakaa ndani yake. Na alafu anachokifanya yule aliyezaliwa na Mungu, anajilinda na dunia, wala yule mwovu amgusi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa usije ukarahisisha hata dhambi moja. Nina neno na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si hili tu, kanisa lote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usije ukarahisisha dhambi hata moja, ukasema huu uongo mbona kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Chukia. Anasema kumcha Bwana ni kuchukia maovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unayapenda maovu, ujue haumchi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukijikuta unachukia maovu, ujue kweli hapo umepatia. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unaenda sawa sawa. Lakini ukikuta hauchukii maovu, hauchukii dhambi, unazikumbatia dhambi, omboleza, mlilie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu nisamehe. Naona naipenda dhambi, nifungue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kumcha Bwana ni kuchukia maovu. Anasema mwenye haki anajilinda na dhambi, anajilinda na maovu, wala yule mwovu amgusi. Jina la Bwana lipewe sifa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tuishi hivyo wapendwa. Utasoma kwa muda wako Mathayo 24:22 mstari wa kwanza mpaka 14. Hapa anazungumza habari ya mfalme aliyetaka kumfanyia mwanae harusi. Akawaalika watu waje harusini, lakini walioalikwa wakawa hawawezi kwa sababu ya shughuli zao. Wengine wakasema tunaenda kuangalia mashamba,
wengine wanasema tunaenda kujaribu ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wanaenda, kila mtu kwenye shughuli zake, akaenda kualika watu mbalimbali katika mitaa waje kwenye karamu ya harusi ya mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alipoalika wale watu, walipoingia ukumbini, kuna mmoja alikuwa hajavaa vazi la harusi. Akaulizwa, rafiki, mbona huna vazi la harusi? Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa, mkamateni, mfungeni mikono na miguu, mtupeni kuliko kuwa na giza nchi, ndiko kutakao kuchukua kilio na kusaga meno. Anasema kwa maana walioitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa lazima uvae vazi la harusi muda wote. Muda wote uwe tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani iko hivi wapendwa. Kwa Mungu ni kuamua kusimama sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaitaka dunia, simama na dunia sawa sawa. Kama unamtaka Bwana, simama na Bwana sawa sawa. Katikati hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawezi kusema mkono mgumu wa kushoto usimame kwa Mungu, wa kulia wa kushoto kwa shetani, wa kulia kwa Mungu, haiwezekani. Maana Mungu akija atakulipa jana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walioitwa ni wengi, tunaoenda kanisani ni wengi, lakini watakaochaguliwa kuingia kwenye lango lile ni wachache, ni wachache. Kwa hiyo jitahidi uwe miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jitahidi uwe miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiabudu bure, usifunge bure, usiombe bure, usitoe sadaka zako bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiende kwaya bure. Hakikisha na wewe unachaguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na sio wewe utakayeweza, Mungu atakusaidia, utaweza ukiamua amini na kumtumaini kwa moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe.